na hata leo anahubiriwa. Huyu ndo Mungu ambaye ninazungumza kwamba yupo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sio Mungu wa mbali, yeye ni Mungu wa karibu. Sema Mungu wa karibu. Mara nyingi wa watu wanatembea katika fikra hizi kwamba wanaposikia Dar es Salaam kumewaka, wanatoka Tanzania ya kati wanakwenda Dar es Salaam, wanatoka Kenya wanakwenda Tanzania, si ndio? Wanatoka Tanzania wanakuja Kenya, wanakwenda Amerika, wanakwenda kwa sababu wamesikia yuko Mungu wa Amerika. Nataka nikwambie, yule Mungu anayetangaza Amerika ndio huyo ambaye anatangazwa hata leo Kenya. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kujua kuwa nalo ni kwamba yeye yupo, hata hapa yupo. Amen. Utakapoweza kufikia viwango vya kujua kwamba huyo Mungu anayehubiriwa Amerika, anayehubiriwa Tanzania, yuko na Kenya, maana yake ni kwamba sasa mambo yako utaanza kuwa na uhakika 100% kadhaa kwamba nikienda kwa hiyo madhabahu, nikienda kwa hiyo mchungaji, kwa ile Mungu ambaye ninamsikia, kwa kuwa yeye si Mungu ambaye, kwa hiyo utakwenda Tanzania ukamtafute Mungu kwa maposa, wala kwa manabii wakubwa wanaojulikana Tanzania na hata Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako na mawazo yako yatasema kwamba Mungu yupo hapa. Amen. Sitakwenda ng'ambo, nitakwenda kwa Ken, maana Mungu huyo anayehubiriwa ng'ambo yuko hapa. Sijajua hapa wapi. Taveta, si ndio? Huyo Mungu anayehubiriwa Nairobi, anayehubiriwa wapi? Mombasa na Taveta yupo. Amen. Amen. Mpe Yesu ngome leo makofi. Ndio maana nikasema lazima ujue kwamba Mungu ni Mungu wa karibu, wala si Mungu wa mbali. Ukijua tu kwamba Mungu si Mungu wa mbali, hautakwenda Nairobi, wala hautakwenda Mombasa, hautavuka ng'ambo ya Tanzania wala Amerika ulikosikia kwa manabii wakubwa unawasikia wanajulikana kwenye mitandao. Utasema wewe ni Mungu wa Ibrahimu, ndio yule yule, sema amina. Wewe ni Mungu wa Isaka, ndio yule yule, sema amina. Ni Mungu wa karibu, hata kwa Ken hapa Taveta yupo. Nikienda shida zangu zitaisha, sema amina. Glory. Jambo ambalo natakiwa kufuata, kuamini. Amina. Shida ni kwamba tuamini Mungu kwanza, alafu tuamini mtu. Tunaanza kuamini watu, alafu tukaamini Mungu. Wakati ambapo tutakapofunguliwa, tunaanza kusema kwa nini? Kwa sababu tunasubiria miujiza. Kwanza kabla muujiza, unachotakiwa kianze kwako ni kuamini. Sema amen. Yesu wakati anakwenda Bethania, wakati dada yake Lazaro na rafiki yake walipokuwa wamemfuata, Biblia inasema kwamba ilichukua muda sana. Hakuenda kwa siku ambayo wao walihitaji. Biblia inasema wakati Yesu anafika Bethania, Lazaro alishazikwa, siku 4 zimepita na ameoza. Wakati anamwambia nenda kaondoe ile jiwe, wakasema hapana, imepita siku 4 na sasa ameoza huyu mtu. Yesu akasema, mstari wa 40, Yohana 11:40, Yesu akasema sikukuambia kwamba ukimwamini Mungu utauona utukufu wa Mungu? Haleluya. Tatizo ni kuamini kwanza, alafu miujiza. Amen. Usipoamini mtumishi, usipoamini madhabahu kama Mungu yuko hapa, ukaamini miujiza, utaitafuta miujiza. Amina. Kumbe miujiza ipo. Amen. Jambo ambalo natakiwa uwe nalo ni kwanza kuamini madhabahu yako, kuamini mchungaji ulimfuata. Amen. Kwamba ukishaamini hivyo vitu tayari kabisa, na Mungu sasa anaingilia kati. Anasema sikukwambia kwamba ukimwamini Mungu utauona utukufu wa Mungu? Shida sio hauponi, tatizo shida kwamba unaamini Mungu. Amen. Amen. Tuko pamoja? Unaamini Mungu, umeweza kuamini Mungu, basi hata leo utaona muujiza. Utukufu wa Mungu ukishuka, miujiza na kuamini. Hakuna mahali popote miujiza inafanyika
utukufu wa Mungu haujashuka. Biblia inapozungumza utukufu, maana yake inazungumza miujiza iko ndani. Haleluya. Naomba usome kile kitabu kwanza. Kitabu cha msingi nakumbushwa hapo, kitabu cha msingi soma Yeremia 23:23. Kitabu cha msingi. Kitabu cha msingi. Mungu si Mungu wa mbali. Mungu ni Mungu wa karibu. Haleluya. Haleluya. Amen. Naomba usome kama ufika. Na hivyo vitabu tutavisoma tu vile ambavyo Roho Mtakatifu atatuongoza. Nani amefika tusaidie hapo kidogo. Yeremia 23:23. Ndio. Mimi ni Mungu aliye karibu. Mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi si Mungu aliye mbali. Haleluya. Ukiwa Kenya, usiseme kwamba Mungu yuko Tanzania. Usiseme kwamba Mungu yuko Uganda. Usiseme kwamba Mungu yuko Afrika Kusini. Usiseme kwamba Mungu yuko Marekani kwa wazungu. Hapana. Nataka nikwambie Mungu ni yule yule. Wa wazungu ni yeye, wa Afrika ni yeye. Sema amina. Mungu wa Marekani ndio Mungu wa watu wa Kenya. Mungu wa watu wa Kenya ndio Mungu wa Tanzania. Tatizo ni kwamba kiwango gani umeamini? Mpe Yesu makofi kwa umeelewa. Haleluya. Kama umeamini Mungu, sema amina. Na kama umeamini madhabahu yake, sema amina. Na kama umeamini mchungaji wa madhabahu, sema amina. Utukufu wa Mungu utakwenda kushuka. Yesu anawaambia wanafunzi wake wakati muda wake umekaribia. Ninaona anasema katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4:14 mstari ule wa kwanza na wa pili, anasema msiogope, msifadhaike, kwa maana mmemwamini Mungu, niaminini na mimi. Riapo shakara baba. Kama unamwamini Mungu lazima uamini na mchungaji wako, sema amen. Ndipo utakapokutana muujiza, sema amen. Lazima uamini na madhabahu iliyokuwepo, sema amina. Maana utakapoiweka hisia ya kuamini, Biblia inasema utukufu wa Mungu ndipo unaposhuka. Na utukufu wa Mungu ukishuka, hakuna mashetani, hakuna misimu, hakuna vinyamkela, hakuna vibwengo, hakuna